Songa mbele, twasonga mbele, hakuna tena atakaye tuzuia. Tumeinuka, tunaangaza, mwanga wetu wangaza dunia. Tuna thamani, tusikike, tuna ndoto zitimie. Hakuna tena kivuli cheusi, tutang'aa kama jua la asubuhi kwa kila hatua tunayopiga. Anaitwa nani? Fani. Ametokea wapi? Haya, mkaribisheni pia. Kwanza ongea. Wote kwa sauti. Fani, karibu Kilanya. Ninaitwa Linia, natokea Smida. Anaitwa nani? Linia. Haya, mkaribisheni pia. Linia, karibu Kilanya. Watoto, mwalimu. naendeleaje? Vizuri. Kukuona. Watoto, Mwalimu. watoto wazuri. Mwalimu. Watoto wazuri. Mwalimu mzuri. Asante. Mimi naitwa Madam Flora Makasala, natokea Kilimanjaro Revival Radio. Nawapenda watoto, nafanya program pia za watoto. Mnanipenda eh? Kama mnanipenda basi fanya hivi. Sawa, nimeongozana na cameraman ambaye pia ni producer wa Kilimanjaro Revival Radio. Yuko pale nyuma, anaitwa Nuku Suleiman. Madam Flora, karibu Kilanya. Karibu Kilanya. Ninaanza kuuliza maswali kulingana na jinsi tulivyofundishana ile siku ya kwanza, ndio? Okay, nani aniambie mazingira ni nini? Mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu. Hivyo vitu ni kama Miti, mwingine? maua, Mwingine? majani, si ndio? Msicheke, amejibu vizuri, si ndio? Haya, mnakumbuka ile siku ile tulifanya na shughuli ngapi? kuotesha miti. Tuliotesha nini? Nani anakumbuka nali hatua za kuotesha miti? Hatua ya kwanza ni kuweka mbolea, unafukia ile mbolea alafu ndo unaachana kile karatasi cha mti alafu ndo unaotesha mti. Kabla ya hapo Unachimba kwanza. tunachimba shimo. Baada ya kuchimba shimo ndo tunafanyaje? Kwenye kuotesha tunafanyaje? Tunachanganya udongo na Tunafanyaje? tunachanganya mbolea na udongo. Baada hapo tunachana kile karatasi ndo tunaotesha mti. sawa, naona mnakumbuka. Tujipigie makofi. Kwa hiyo jukumu la kutunza mazingira la nani? Na nani mwingine? Na wadogo zetu. Ni jukumu la watu wote, si ndio? La kwangu, la mwalimu, la kwenu, wanakijiji na kila mtu, si ndio? Kwa hiyo kila mtu atakao tunze nini? Ukimwona mtu anakata mtu utakao fanyaje? Utoe taarifa. Wapi? Kwa mwalimu, si ndio? Okay, sasa tunaenda kufanyaje? Kukagua miti yetu. Songa mbele, twasonga mbele, hakuna tena atakaye tuzuia. Tumeinuka, tunaangaza, mwanga wetu wangaza dunia. Nipo na watoto wazuri wa shule ya msingi Kilanya ambao wamefanya zoezi zuri la upandaji wa miti katika kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira. Miti ipo mingi kweli kweli, lakini tukiangalia mti huu na watoto ambao wanahusika kuutunza huu mti wako hapa. Tuweze kuwasikiliza kwa nini kwanza wamepanda miti hii. Miti inawasaidia nini? Naitwa Ibrahimu Habibu Kwayu, nasoma darasa la 7. Mti una faida ya kutupatia kivuli, kutupatia na matunda. Haya, asante. Naelekea kwenye mti mwingine ambapo kuna watoto ambao wamehusika katika kuutunza mti huu mpaka umeweza kufikia kwenye hatua hii. Na hii ni katika kuhakikisha kwamba watoto wanajifunza kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Utaniambia unaitwa nani rafiki? Jina ni Ebeneza Benson Malia. Darasa la ngapi? Darasa la 7.
Hebu tuambie kwa nini mmeamua kupanda huu mti? Ili tuweze kupata kivuli na tuweze kupata hewa safi. Mnafanyaje kutunza mti huu na kuhakikisha kwamba umefikia kwenye hii hatua? Tunamwagilia na kung'olea majani. Unafikiri huu mti utakuja kuwasaidia nini hapo baadaye? Usaidia kupata kivuli na hewa safi. Nani ambaye amewahamasisha mpaka mkashiriki katika zoezi hili la kupanda miti? Songa Mbele. Shirika la Songa Mbele. Mnawaambia nini shirika la Songa Mbele kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira na elimu ambayo wanatoa mashuleni? Waweze kutoa elimu kama mashuleni yote na kutoa elimu ya kupandaji miti. Kwa majina naitwa Gloria Shakwe, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilanya. Unaweza kutuambia hatua za upandaji mti? Ndio. Kwanza tunachimba shimo, pia tunaweka udongo kidogo, mbolea kidogo, tunarudishia na udongo kidogo, kisha tunapiga shimo na kuweka mti. Sawa, tumeshuhudia baadhi ya watoto ambao wameweza kupanda miti yao na wameitunza wakiwa wamesimamiwa na shirika la Songa Mbele, na hii ni katika kuhakikisha kwamba wanaendelea na juhudi za kutoa elimu kwa watoto kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira. Na wanapoanza shule, maana yake pia wanakwenda kufanya mpaka nyumbani na wanatengeneza kizazi cha baadaye ambacho kitakuwa kinahakikisha kwamba kinatunza mazingira. Na tutaenda kutembelea tena miti mingine, wamepanda miti ya kivuli lakini pia wamepanda miti ya matunda. Kwa majina naitwa Mwalimu Esther Ndosi kutoka shule ya msingi Kilanya. Tunashukuru sana kwa ujio wa shirika la Songa Mbele ambalo limekuwa likitutembelea na kutuhamasisha katika shule yetu. Shirika la Songa Mbele ni shirika ambalo limekuwa likihamasisha zaidi katika shule za ukanda wa Machame Mashariki. Inasaidia wanafunzi kujua namna ya upandaji wa miti na umuhimu pia wa kupanda hiyo miti. Na miti hii kwa walimu pamoja na wanafunzi wenyewe tumekuwa tukishirikiana nao na kuhamasisha namna ya upandaji na namna ya utunzaji wa miti hii. Na kuwaelimisha zaidi pia kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti. Tunashukuru sana. Karibuni sana. Kwa majina mimi naitwa Boniface Eric Kisanga, nafanya kazi shirika la Songa Mbele. Shule za kata ya Machame Mashariki ambako upande kuna shule 7. Kwa Kilanya ni moja shule ambayo tulifanyia programu ya climate change. Kwa hiyo Songa Mbele tuko mbele kabisa kuhamasisha utunzaji wa mazingira ili kusababisha maisha bora kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu mazingira yanapoharibiwa watu wanakuwa wanapata athari za haraka zaidi au athari mbaya zaidi ni watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa mwaka jana tulipanda miti 23 katika shule na siku ya leo tumekuja kufanya tathmini ya maendeleo ya miti hii ambayo tulikuwa tumepanda. Tunashukuru ushirikiano ambao walimu wametuonyesha pamoja na wanafunzi, kwa sababu miti inaendelea vizuri na hakuna hata mti mmoja uliokufa, na wanafunzi wako mbele kabisa kuhakikisha miti inakuwa ili kuhakikisha kizazi kinachokuja kinakuta mazingira yako vizuri. Miti hii inawasaidia nini watoto? Ya kwanza watakuwa ni baba bora na mama bora, kwa sababu kama watakuwa na akili ya kwamba tunatunza miti, itakuwa ni hata wakiwa watu wazima itakuwa ni rahisi pia kuona utunzaji wa mazingira na hata kuwa na uwezo wa kwenda kupanda miti katika mazingira yao na katika familia zao husika pia. Sawa, na kwa nini mmeamua kufanya tathmini? Mlifanya zoezi la upandaji wa miti, mngeweza kuacha kwa sababu mmeshakamilisha kile mlichokifanya. Kwa nini mmerudi tena kuweza kufanya tathmini ya kuangalia kile ambacho mmekifanya mwaka jana? Tathmini ni muhimu sana kuona kama tumefanikiwa kwa kiasi gani na tumefeli kwa kiasi gani. Ni bora kujua ili kwa wakati mwingine kuja na njia ambazo zitakuwa bora zaidi, wakati ambako tutakuja na jambo lingine hata la masuala la utunzaji wa mazingira, tutajua tunalipeleka kwa namna gani, kwa sababu tutakuwa tuna data kamili na wapi tulikosea, wapi tulipatia. Asante. Nimeona mmewapatia zawadi. Kwa nini zawadi? Hii ni kama motivation, kwa sababu kuna wanafunzi wako wengi, sio kila mmoja tutaweza kumpa mti, lakini tuliweka kwamba anayefanya vizuri atapata zawadi, ambaye hatafanya vizuri hatopata zawadi. Kwa hiyo ikawa kama motisha. Kwa hiyo kila ambao Jumatatu, Jumanne, Jumatano siku nzima za wiki wanakuwa wanapeana shift. Kwa katika mti mmoja kuna madarasa tofauti tofauti. Hata mmoja asipokuja leo mwingine anakuja
anakuja kesho. Kwa hiyo ilikuwa kama kuwa boost morali ya kufanya kazi. Naona katika hiyo njia ambayo tumetumia imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Leo hii wanafurahia zawadi. Kikubwa zaidi ya zawadi, wanafurahia miti iko mizima na itakuwa ndani ya mwaka mmoja, tukirudi hapa mwezi wa 12 itakuwa ishafika juu kabisa. Kwa hiyo wataanza kupata kivuli kabisa. Asante sana. Songa mbele, twasonga mbele.